Halo, habari za siku nyingine tena. Leo nahitaji kuzungumzia kuhusu ni michoro gani ambayo natakiwa kuwa nayo ili kupata kibali cha ujenzi. Na idadi ya michoro ambayo inahitajika ili kupata kibali cha ujenzi huwa inatofautiana kutegemeana sehemu na sehemu. Kwa mfano kama Dodoma, Dar es Salaam, manispaa zinatofautiana. Kwa Dodoma ambao mchoro nitautumia kama mfano, nitautumia kwa Dodoma ambao unaweza apply pote. Sasa kwa kama unavyoona mchoro hapo mbele, hii ya mbele ni front page ambayo actually sio msingi sana, hiyo naiweka tu ili kumwonyesha mteja jinsi nyumba yake itakavyokuwa. Lakini mchoro unaofuata ni site plan. Hii site plan mara nyingi inatumika sana kwa maeneo kama Dodoma, maana yake wanapenda kuonyesha kwa maeneo yaliyopimwa, hasa uonyeshe mchoro ambao umetolewa na manispaa kama ramani, lakini pia uonyeshe site ikiwa na vipimo vyake pande zote nne. Lakini pia inabidi uonyeshe area schedule ambayo itaonyesha ukubwa wa plot area, eneo lililojengwa, uonyeshe plot coverage ambayo inakuwa katika mfumo wa percentage, lakini pia uonyeshe na plot ratio ambayo inakuwa katika mfumo wa decimal. Lakini pia mchoro unaofuata inabidi uonyeshe, ni lazima uonyeshe mchoro wa foundation ambao unaonyesha msingi utakavyokuwepo pamoja na vipimo vyake. Lakini pia lazima ukate ule msingi ili kuonyesha details zake. Kwa mfano kama unaona hapa nimeweka detail ya msingi kwa namna utakavyokuwa, details kiendeleza msingi, kwa maana msingi unavyotoka left kutoka chini mpaka juu, size ya base, hiyo ndio detail ya msingi, kwa maana Dodoma wanahitaji vitu hivyo. Lakini pia kwa manispaa zote tunaweza apply. Na ufuata pia inaendelea kuonyesha details za msingi. Sasa inayofuata ni floor plan. Hii floor plan inaonyesha jinsi jengo litakavyokuwa kama unavyoliona hapa, kwa maana kwamba hapa kuna veranda, kuna sitting, kuna dining, kuna kitchen, kuna store, na pia kuna vyumba vitatu huko nyuma. Mchoro unaofuata inabidi uwe na roof, mchoro ambao unaonyesha bati kwa juu jinsi itakavyokuwa, kwa maana bati inavyoonekana. Mchoro unaofuata inabidi uwe na sections, ambao ni section inaonyesha mkato wa jengo jinsi litakavyokuwa, material itakayotumika. Kwa mfano kama ukiangalia hapa unaonyesha huu ni msingi, ukipanda juu msingi unavyopanda juu, hapa ni floor inavyopanda, ikuta, dirisha likiwa limekatwa, hii ni ring beam ambayo ni renta, ukuta, hii ni mbao za ceiling ambazo zinaonyesha jinsi zitakavyokuwa pamoja na roof kwa ujumla wake. Mchoro unaofuata ni elevation, kwa maana jengo litakuwa linaonekana vipi kwa mchoro wa mbele jinsi inavyoonekana, kwa nyuma jinsi inaonekana, ambayo ni front elevation pamoja na rear elevation. Pia inabidi uonyeshe jengo upande wa kulia linaonekanaje, ambayo ni right elevation pamoja na left elevation. Lakini pia unabidi lazima uwasilishe mfumo wa maji taka jinsi yatakavyokuwepo, mashimo yatakavyokuwepo, septic pamoja na soko au pit jinsi zitakavyokuwa zinaonekana, ambayo ni lazima pia. Lakini pia kuna picha, hizi sio necessary sana, lakini pia ili kumwonyesha mteja inabidi ifanye. Hiyo ni ya kwanza, na hilo ni jengo la chini. Ina maana hiyo michoro tulionyesha hapo yote hiyo ni ya jengo la chini. Sasa kuna tofauti kati ya tafuta kibali cha jengo la chini na jengo la ghorofa. Jengo la chini ukiwa na michoro kama hii ambayo utaiwasilisha na vitu vingine katika manispaa vitakusaidia wewe kupata kibali cha ujenzi. Lakini katika ghorofa ni tofauti kidogo. Ghorofa inabidi uwe na ramani kama hizi ambazo nimekuonyesha, lakini pia inabidi uwe na michoro ya chuma. Sasa na ghorofa ndio nitakuonyesha kama ifuatavyo. Kwa mfano kama hii ni ramani yetu ya ghorofa kama unavyoiona. Hii ni ghorofa ambayo tulichora maeneo, tulidesign maeneo ya Magomeni kama unavyoiona. Hii ni site ya ghorofa kama kawaida inavyoenda site. Hii ni ramani ya chini ambayo ni ground. Hii floor ya kwanza, hii floor ya tatu kwenda juu. Kama unavyoona hizi floor kwenda juu, hii ni roof, hii ni section, hii ni elevation kama michoro ile ya mwanzo ulivyoona. Hii ni front elevation, hii ni rear elevation, hii hapa ni right elevation, ni left elevation. Hii ni detail ya lift kwa sababu ile jengo letu lilikuwa lina lift. Haya ni mashimo kama kawaida. Alafu pia kuna 3Ds. Kama ilivyokuwa katika ile michoro mingine, na michoro hiyo inawasilisha hivyo jinsi inavyoonekana. Lakini sasa hii inabidi uende ukaonyeshe pamoja na
michoro ya structure. Sasa michoro ya structure inakuwaje? Michoro ya structure ni michoro ya chuma, michoro ya chuma ambayo inachorwa na structural engineer. Sasa michoro ya chuma ni kama hii hapo unavyoona, yani engineer anaonyesha jinsi base itakavyokuwa, foundation itakavyokuwa, beam itakavyokuwa, lakini pia anaonyesha na details zake kwa namna zitakavyokuwa kama unavyoona. Hii ni foundation plan kama alivyoandika hapo, foundation layout. Hizi ni details of foundation, kwa maana kwamba atakuonyesha jinsi nondo zinazopangwa, idadi yake na size yake, lakini pia atakuonyesha size ya base ambayo inabidi ichimbwe, lakini pia length ya kwenda chini itakuwaje, jinsi itakavyokuwa inaonekana kama unavyoiona hapo. Hii hapa ni ground floor beam layout. Kwa hiyo hii ni layout ya beam jinsi itakavyokuwa inaonekana katika jengo lako, ambazo anazionyesha pamoja na vipimo na kila kitu unavyokiona. Hii hapa ni details ambazo ni za column kama unavyoona kutoka chini kwenda juu. Sasa kwa jumla hii ndo michoro ya structure inavyokuwa. Hii hapa kama unavyoiona ni floor layout ambayo inawasilisha nondo, inaonyesha nondo jinsi zitakavyopangwa, size ya nondo zitakazokuwepo, beam. Kwa hiyo kwa jumla hii ndio michoro ya structure ambayo inabidi uwe nayo ili kupata kibali. Lakini sio michoro ya structure tu ambayo inabidi uwe nayo ili kupata kibali. Inabidi structure anapokupa michoro inabidi akupatie na kitabu kama hichi ambacho kinaonyesha calculations kama hii inaandikwa proposal social development structure calculation, ambazo zinaonyesha hesabu, kwa sababu kule kuna column, kuna mabeam, foundation yale jinsi yanavyoonekana. Kwa hiyo lazima kupe na kitabu. Hichi kitabu utakiwasilisha pamoja na michoro yako ili unapotaka kupata kibali cha ujenzi. Kwa hiyo kwa jumla hii ndio michoro ambayo inabidi uwe nayo ili kupata kibali cha ujenzi. Kwa jengo la kawaida inabidi uwe na michoro ya kawaida tu kama nilivyokuonyesha. Inabidi uwe na site plan, inabidi uwe na floor plan, inabidi uwe kama maeneo kama na foundation actually kabla ya floor plan, lakini pia inabidi uwe na roof plan, inabidi uwe na sections, inabidi uwe na elevations, lakini inabidi uwe na details za mashimo ambazo zitakusaidia katika kupata kibali ujenzi, ambazo ni lazima. Lakini katika ghorofa inabidi uwe na michoro kama hiyo niliyotaja, sections, elevations, floor plans, mashimo, lakini pia inabidi uwe na michoro ya structure kama nilivyokuonyesha. Kwa hiyo ndio michoro kwa ujumla ambayo inahitajika ili upate kibali. Kwa hiyo ili upate kibali, hakikisha una michoro hiyo ambayo utawasilisha na vitu vingine ambavyo tutavieleza katika video inayofuata. Asante sana.